Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukatokea ukamwita mwenzako kafiri ati kwa sababu anakula nguruwe. Ukamwita mwenzako kafiri kwa sababu anakula nini? Anakula kambale. Ukamwita mwenzako mnajisi kwa sababu anakula vile usivyokula. Ukisoma kitabu cha Warumi 14 mstari wa kwanza, Biblia inatoa mwongozo wote. Kwenye sheria ya unajisi, unajisi ushatolewa zamani. Manake kuanzia leo taifa lingine usilite wewe najisi. Usije ukaliona kabila lingine kwamba ndo najisi, wewe kabila lako ni bora. Usije ukaona watu wa nchi fulani ni wabaya afu nyinyi watu wa nchi yenu ni wazuri. Usiwaite wenzako walioumbwa na Mungu ni najisi. Ndio maana Mtume Petro akaambiwa akahubiri nje, hata nje ya nchi yao akawahubirie mataifa wengine. Maana Mungu anawapenda. Hata hivi vyakula vingine Mungu amevipenda, kuleni. Kasoro msile vitu vilivyo najisi. Basi msile vyakula vilivyokuwa vimesogolewa na damu, ama msile vibudu, lakini kile kinachofaa kwenye mwili kula. Sidanganywe. Unadanganywe. Kula kilichoumbwa na Mungu chochote. Wewe kula. Bwana Yesu asifiwe. Acha kudanganywa na watu wa dunia hii. Ati sijui nini. Mtume kafanya nini? Mtume kafanya. Ya hayakuhusu. Ya mtume, acha ya mtume. Wewe ni mwanadamu. Kilichotakaswa na Mungu usikite wewe najisi. Hiyo ni not bad. Kumbuka hiyo kwamba kilichotakaswa na Mungu wewe usikite najisi. Kilichoumbwa na Mungu wewe usikite najisi. Nguruwe kaumbwa na Mungu. Kambale kaumbwa na Mungu. Sungura kaumbwa na Mungu. Hivyo vyakula vyote vimeumbwa na Mungu. Hata nyoka ameumbwa na Mungu. Kwa hiyo usije ukasubutu wewe kukita najisi. Hata wenye wanakula wale. Biblia inaweka wazi. Na nyie mnadanganywa usile nguruwe, usile kambale. Haya mnadanganywa. Ati tuna dini nzuri. Dini gani? Maandiko yameweka wazi dini gani nzuri. Wekeni mambo yawe wazi. Mambo yawe wazi. Kwa nini mnadanganya? Kwa nini mnadanganya? Wengine siku ya mifungo, nguruwe wanashuka bei. Kumbe vinakula kwa siri. Sasa unakula kwa siri, kwa nini ujitese? Kula hadharani. Watu wengine atuli kitimoto. Kumbe hao ndo wanaongoza kula kitimoto. Waulizeni wauza kitimoto. Acha kujitesa. Hiyo ni Matendo 10 mstari wa 9. Lakini Warumi 14 mstari wa kwanza, point inasema hivi. Mwenzako anaweza akachagua kula kulingana na mwili wake. Kila mtu ameumbwa kwa namna yake. Yaani mwili wa fulani utataka nyama ya nguruwe, ni mwili Mungu alivyoumba. Kwa hiyo Mungu ameumba mwili, kila mwili unataka chake. Kila mwili utataka kitu cha namna yake. Kwa hiyo usije ukadanganywa ati umfosi mwenzako anakula kambale. Wewe unasema wewe kichaa, wewe unakula kambale. Unamwambia mwenzako wewe usile nguruwe. Usimwambie mwili wake. Je, unahitaji kula nguruwe? Kuna wengine wakila nguruwe vidonda vinawatoka. Kuna wengine wakila nguruwe wanatapika. Kuna wengine wakila nguruwe kichafu kinawabana. Kwa hiyo sasa wanaokula wacheni wale, wasiokula wacheni wale wasile. Lakini tusichekane wala tusihukumiane. Sote ni wa Mungu mmoja, sote ni wa Baba mmoja. Tusichekane wala tusihukumiane. Kama unakula mboga mama, kula. Kama unakula nyama, kula. Kama unakula nyama na mboga, kula. Kwa sababu hivyo mwili wako unataka hivyo. Kikubwa uzingatie hiki. Kinachodhuru mwili wako usikile. Kitu najisi ni kile tu ambacho kila kinakudhuru. Endapo ukila wakula kina madhara kwenye mwili wako, usile tena. Usije ukajipelekea hatari. Hiyo ni adhabu hiyo. Hiyo danger. You cause danger to your body. Kwa hiyo kula taratibu. Kula vile ambavyo mwili wako unaona hapa ni kila nitastawi. Unaona mwili wako utastawi. Sio kudanganywa tu na mtu. Ati usile kambale. Wewe acha kudanganywa.